Huyo mnayemuona hapo ni Ndacha. Anatamani sana aizime nuru ya Mwenyezi Mungu kupitia kinywa chake, lakini hatoweza kama ahadi ya Mwenyezi Mungu inavyoendelea mpaka kiyama, na tutamfanya ubao ili Wakristo wenzake wapate kuijua haki, wapate kuifuata. Leo ninaongea na Francis Ndacha kutoka Kenya. Pastor, wewe ni mchungaji, tafadhali punguza chuki, utakuja pata matatizo. Punguza chuki, utapata ugonjwa wa sukari. Punguza chuki, utapata ugonjwa wa presha. Una chuki ya ndani kwa ndani, tena inakuumiza sana dhidi ya Uislamu. Husomi maandiko ukataka kuyaelewa, unasoma maandiko kwa upinzani. Unaangalia watu wanavyofanya, huangalii Uislamu unasemaje na unataka nini. Ndacha, punguza chuki, utakuja kuumia. Hebu tumsikilizeni Francis Ndacha huyo hapo, halafu turudi tumuelimishe, tumpe elimu iliyokuwa si ya kawaida, labda hajawahi kuipata. Katika sheria ya Kiislamu inasema man badala dinahu faktruhu, yani mwenye kubadilisha dini atoke Uislamu anafaa kuuliwa kwa sheria ya Uislamu, kwa sheria ya Mtume Muhammad. Sasa nitaomba mashehe wale watakaokuja mahakamani waje watuambie ni kweli mtu yoyote ambaye sio Muislamu akaingia katika Uislamu alafu akaamua kutoka Uislamu anatakiwa kuuawa. Sasa hawa wasio waua hapa Kenya kwa sababu ya kuogopa serikali ya Kenya wanatumia sheria inaitwa takia. Kwa hivyo sasa, kama leo sehemu kama ile ya Kongo ambaye tunaona kuna watu ambao ni Waislamu wanaochukua watu wasiokuwa Waislamu wanawachinja kwa sababu ni makafiri, ni Uislamu unafundisha hivyo, na nina ushahidi kutoka kwenye vitabu vyenye kukubalika vya Kiislamu. Mumeshamsikia na mumeshamuona Ndacha anavyojipiga kifua. Ndacha amejisifu sana, hali ya kuwa amekimbia midahalo na amewakimbia walimu yeye mwenyewe. Ndacha amekimbia sana, hana hoja ya msingi isipokuwa ni chuki tu. Lakini subiri, ninakupa elimu chache hii ili upate kuelewa. Kwanza, katika sheria ya Kiislamu kuua ni haramu. Katika sheria ya Kiislamu kuua ni haramu. Mungu anasema katika surati Isra aya 33, wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, usiiue nafsi yoyote ambayo nafsi hiyo haina haki ya kuuliwa isipokuwa iuliwe kwa haki. Manake lazima iwe imefanya kosa ya kuuawa hiyo nafsi kisha iuliwe. Aya hii inathibitisha tosha kwamba kuua ndani ya sheria ya Kiislamu ni haramu bila ya kosa. Tukiendelea na kulinda uhai wa mtu, Qur'ani inasisitiza jinsi ya kulinda uhai wa mtu. Nafikiria hizi aya hujawahi kuziona, sijui. Aya hii haipatikani katika vitabu vyovyote isipokuwa katika kitabu cha Qur'ani. Katika Biblia hakuna aya hii. Hakuna aya hii kabisa. Mungu anazungumza katika surati al-Maida aya 32. Mungu anazungumza katika surati al-Maida aya ya 32. Aya inasema kwamba, na nukuu kwa Kiswahili, yoyote atakaye ua nafsi bila ya haki, bila ya kufanya ufisadi huyo mtu katika ardhi, basi ni sawa na yule ambaye aliyeua watu wote. Hebu angalia msisitizo huu. Hakuna aya hii, hakuna Biblia, hakuna kitabu cha Wahindi, wala hakuna kitabu cha Mabudha ambayo inapatikana aya hii. Ni aya hii inapatikana katika kitabu cha Qur'ani peke yake. Mtu yoyote ambaye anaua watu au atamuua mtu
pasi na haki ya kuuawa, pasi ya yule mtu labda anafanya uharibifu katika ardhi, anafanya ugaidi, basi mtu huyu anapomuua mtu, basi ni sawa ameua watu wote. Na kinyume chake, ukimsalimisha mtu, ukiachia na nafsi huru, ni sawa na uliowaachia huru watu wote ndani ya dunia. Aya hii haijabagua awe Mkristo awe Muislamu. Maana yake Uislamu umeharamisha kuua mtu bila ya sababu za msingi. Halafu wao unafikiria labda kuua au kupitishwa hukumu ya kuua ni jambo la masihara sana. Kupitishwa hukumu ya jambo la kuua linahitaji ushahidi wa kutosha, ambao ushahidi huo hata katika sheria za serikali unaweza ukasema labda ushahidi unaotakikana ni mdhaifu. Ushahidi unaotakikanwa ili mtu auawe ni ushahidi tosha. Kama mashahidi wanatikana wawe 4, tena wawe wamekamilisha ushahidi kweli. Hivi leo unashtumu Uislamu eti kwa sababu ya chuki zako binafsi. Punguza chuki, utapata pressure, utapata sukari. Una chuki za ndani kwa ndani, sisi tunakusoma ndacha. Yaani umeishiwa hoja, huna hoja za msingi. Lakini leo unaonyesha kama vile labda umeshawagaragaza wanazuoni wote Tanzania, wewe manake ndo bingwa. Huna ubingwa, umekwisha kabisa. Lakini wewe tunavyokujua unahitaji sifa, ili tukakujibu hivi, na mwingine akakujibu, na mwingine akakujibu, wewe unapata bichwa, manake unaonekana ngojea, manake unawapa pressure wanazuoni kama vile utawapata. Wale huwapati, wale wanafanya kazi ya Mungu na wataendelea kukujibu mpaka wanakufa au unakufa wewe. Aje kafiri mwingine, naye akishakuja tena mwingine huyo, naye atafanya mambo kama yale ambayo unakuwa ukiyafanya mpaka dunia itamaliza. Sisi bado tunatetea Uislamu. Ni chuki ulizokuwa nazo nyingi sana. Katika kitabu ambacho kinachojali haki, kinacholinda uhai wa mtu, basi ni Qur'ani peke yake, haijatokezea kitabu chengine chochote. Ukimuua mtu, Qur'ani inasema ukimuua mtu ni sawa kama umeua watu wote. Wewe utakubali umuue mtu bila ya haki? Wewe umemuua mtu bila ya haki, hana haki ya kuuawa. Halafu utaambiwa ni sawa kama ulioua watu wote. Hivi kweli utaua wewe? Huwezi ukaua. Hakuna andiko, narejea tena, mkilipata andiko hilo katika Biblia au katika kitabu chengine chochote kina cha dini, basi mimi niko tayari kuacha Uislamu. Hupati andiko hilo mpaka utakufa. Tunaendelea. Ngojea ni kuelimisha kidogo watu ambao wanaopaswa kuuawa katika sheria ya Kiislamu. Watu ambao wanaopaswa kuuawa katika sheria ya Kiislamu, mtu wa kwanza ni muuaji wa makusudi. Umeua kusudi. Ukiua kusudi, wewe una haki ya kuuawa. Umeua makusudi, wewe una haki ya kuuawa. Kwa mfano, kama mtu umemuua, wale watu wake wanaweza kulipiza kisasi. Wakilipiza kisasi, wakisema na wewe uwawe, basi unatakiwa uwawe. Tena hutauawa hivi, ni lazima sheria ipite kwa kadhi. Kuna vyombo maalumu ambavyo ndivyo vinavyoshughulikia hiyo kesi. Wewe umetoa mifano, sijui Kongo, sijui watu wanaua, halafu sijui wanasema hivi, sijui vipi. Kama hakuna chombo kinachoshughulikia hayo mauaji katika sheria ya Kiislamu, basi hiyo bado itabakia kuwa ni haramu. Hivi leo unaangalia watu wanavyofanya, huangalii mafundisho yanavyotaka. Anatoa mfano Kongo, watu wanauawa, kisingizio sijui dini, nani wanaua? Kikundi gani cha jamii ambacho kinaua? Ukiona kisasi kinalipizwa, basi ujue kuna sheria, kuna mahakama, kuna kadhi ambaye anashughulikia hilo jambo, tena linapita kisheria.
Kama jambo hilo halihusishi kadhi, kama jambo hilo halihusishi sheria yoyote katika sheria ya Kiislamu, basi jambo hilo ni haramu. Hao walioua wamefanya dhulma kwa sababu hawakuua kwa haki. Mtu wa pili, uzinzi. Mtu ambaye amezini hali ya kuwa ameshaoa, amezini tu, huyu ni mtu ambaye ana haki ya kuuawa kwa masharti. Ni lazima wapatikanwe mashahidi 4, tena waliokuwa waadilifu. Hili jambo ni gumu sana kumpata shahidi muadilifu akatoa ushahidi kweli nimemuona anazini. Hili ni jambo ni gumu, na hutampata mtu akasema huyu bwana kaua na mwingine akasema kaua na mwingine akasema, mpaka mashahidi 4 kama hawana uhakika. Kwa maana hiyo unahitajika uhakika katika kutoa ushahidi. Wewe una mke au una mume, lakini umeenda kuzini kwa makusudi. Ikipitikanwa ushahidi, mashahidi 4 wakakamilika, basi haki yako kuuawa. Na hili jambo si la maskhara lakini katika utekelezwaji, narudia tena, ni lazima iwepo mahakama ya kadhi, tena inashughulikia sheria za Kiislamu, ipitishwe pale. Kama hakuna mahakama ya kadhi, haishughulikia na sheria hizo na haikubali, manake haihukumu kupigana sheria hizo, basi huna haki ya kuuawa, kwa sababu hakuna taratibu na sheria zinazofuatwa. Mtu mwingine ambaye ana haki ya kuuawa ni mtu kuacha dini. Ukiacha dini kisheria unapaswa uwawe. Ukiacha dini kisheria unapaswa uwawe. Vipi unaweza ukaiacha dini? Tuseme wewe ulikuwa Mkristo au ulikuwa kafiri yoyote yule, akaingia katika Uislamu, akakaa, halafu akarejea tena akakufuru, halafu akarejea tena katika imani yeye mwenyewe, halafu akakaa akarejea tena, halafu akarudi akaendelea kufanya ukafiri, manake akazidi kufanya vituko mpaka tena chuki ndani ya nafsi yake imeshaonyesha ya kutaka kuwadhuru Waislamu. Huyo mtu ana haki ya kuuawa. Hii ni sura ya 4 aya ya 137. Hakika wale walioamini kisha wakakufuru kisha wakaamini tena kisha wakaongeza ukafiri, manake wakarejea kule kule tena wakakufuru tena kule kule, Mwenyezi Mungu hata wasamehe wala hata waongoza njia. Hiyo ndiyo aya ambayo inayosimamia katika mauaji, katika kuua au katika kupitisha hukumu ya kuua katika kuacha dini. Ukiacha dini una haki ya kuuawa, lakini kupitia vipengele hivyo. Na kuna baadhi wanazuoni wanasema labda iwe kwa mambo ya kisiasa tu, si kwa mambo ya imani. Ukiacha dini kwa mambo ya kisiasa au kwa mambo mengine ambayo yalikuwa hayana msingi, ndio unapaswa kuuawa. Lakini kwa mambo ya kiimani, wanazuoni wengine wanasema hakuna ridhaa kama hiyo. Lakini sheria inabaki kuwa sheria ya Kiislamu, ni sheria ya uhakika. Shida yenu nyinyi dini yenu ni demokrasia. Shida yenu ndacha dini yenu ni demokrasia, si hukumu. Nyinyi mna demokrasia, hamna dini. Halafu kuna kipengele kimoja nimekisikia, unasema sijui kwa nini waruhusiwa kuchinja Waislamu tu, sisi tusiruhusiwe, Wakristo wasiruhusiwe kuchinja. Kwa nini waruhusiwe kuchinja Waislamu tu? Sasa nyinyi mtaruhusiwa vipi kuchinja? Kwanza Mungu wenu mpaka leo hamjamjua. Sisi tunachinja kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu mkuu. Huyo Allah mnaomuita nyinyi, mnaosema ni Bwana wa majeshi, Yehova ndiyo Mungu wetu, na jina yeye mwenyewe anasema kulidu Allah au idu Rahman, muiteni kwa jina la Allah au muiteni kwa jina mwingi wa rehema.
Ndio huyo huyo ambaye aliumba mbingu na ardhi, ndiye huyo huyo aliumba watu wote, ndiye huyo huyo aliumba vitu ambavyo vilivyokuwa vinaonekana na havionekani, ndiye huyo huyo aliyetupa sheria ndani ya sheria ya Kiislamu. Tatizo nyinyi hamumfuati Bwana Yesu, ndio shida wenyewe. Mnamfuata Paulo, mnafuata mawazo ya watu, hamna sheria nyinyi. Sheria mmeziika nyuma ya mgongo, ndio shida wenyewe. Na ndio maana dini ya Kikristo mkaifanya ni kama demokrasia. Na hisi umeshapata elimu ya kutosha, umeshapata elimu ya kutosha. Haya, sasa nenda uko mahakamani, uende ukashtaki, tuone tukupe vipande vingine.